Habari ndugu mpendwa mpambanaji, karibu katika kipindi hiki na nitazungumzia hatua kuu 7 za kuweka malengo. Katika kuweka malengo lazima uzingatie hatua hizi kuu 7. Usipozingatia hatua hizi, basi kuna hatari ya kutoweza kutimiza malengo yako. Hatua ya kwanza na muhimu na msingi kabisa ni kubainisha nini hasa unachokitaka katika maisha yako. Nini hasa unachokitaka? You need to have clarity. What exactly do you want in your life? Hii ni hatua muhimu sana, kwani ukiweka malengo bila kujua nini hasa kwa ufasaha, itakupa shida. Hautaweza kufikia malengo yako kwa sababu hujui nini hasa unachokitafuta. Kwa lazima uwe na umahususi wa nini hasa unachokitafuta au unachokitaka katika maisha yako, katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja katika mahusiano ya familia yako, katika mahusiano yako na Mwenyezi Mungu, yani imani, katika fedha na uchumi au uwekezaji, katika masuala mazima ya kitaaluma au kujiendeleza kitaaluma na maeneo mengineyo. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana kubainisha nini hasa unataka katika maisha yako. Means to have clarity on what exactly you want in your life. That's number 1. Number 2, lazima utie nia. Kutia nia ina maana ya kwamba lazima uwe na uthabiti. Lazima ufanye maamuzi sahihi. Nasema commitment. You need to commit. Ukishaamua nini hasa unataka, sasa unatakiwa ucommit. Na katika kipengele hiki ukichunguza katika kitabu cha Nguvu ya Malengo, nimefafanua namna unavyoweza kujikomiti. Lazima uweke ishara ambayo itakuwa ni uthibitisho ya kwamba umekomiti. Binafsi huwa ninaweka signature katika statement ambayo unasema katika mwaka 2026 ninataka kuwa then naweka signature ambayo itanipa commitment. Unapoweka signature unaandika kwenye diary, lakini unakuwa umeregister kwenye subconscious mind yako. Hii ni muhimu sana, na hii pia inajikita katika umuhimu wa kuandika malengo yako kama nilivyozungumzia katika video zilizopita. Hatua ya 3 ni ushahidi wa usimamizi. Hapa kidogo kuna msigano. Kuna baadhi ya wataalamu wa masuala ya malengo na mafanikio wanasema malengo ni siri yako, lakini ni katika mtazamo wao. Katika mtazamo wangu, na nitakupa mfano halisi, malengo yanapaswa kuwa wazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiweka wazi kutakuwa kuna msukumo wa nje. Ulituambia unataka kuwa 1, 2, 3. Vipi? Maendeleo vipi? Kwa wewe utaona katika negative way, lakini ukichukua katika positive way, basi huo ni msukumo. Na hapa sasa nakupa mfano halisi. Jiulize, ni kwa nini waajiriwa wanaolipwa mshahara wanapewa malengo au targets za biashara za watu wengine na wanapata push na wanaweza kuyafikia yale malengo ya kampuni au ya watu walioajiri? Jiulize, ni kwa nini wanaweza kuyafikia lakini watu wale wale hawawezi kufikia malengo yao? Hapo kuna kitu ambacho kimejificha, kwamba ukiweka malengo siri kwako ni vyema, lakini kwangu si vyema, kwa sababu sitakuwa na ile external force ya kuweza kujisukuma kuweza kufikia malengo yangu. Namba 4 ni kuweka mipango mikakati. Lazima uwe na mipango mikakati, tumeshazungumza katika video zilizopita. Namba 5 ni utekelezaji, taking action. You have to be a person of actions, action oriented. Namba 6, lazima ujifanyie tathmini. Tafuta video yangu ya tathmini. Na namba 7 na mwisho, sherekea mafanikio yako. Lazima ujipe pongezi, lazima ule bata kwa kile ambacho umeweza kufanikiwa. Asante, siku nyingine. Think smart.